mke wa ndoto zangu, hilo ulifahamu, nadhani unalijua. Kwa hiyo usimsikilize mtu, sijui pengine ukasikia maneno pengine sijui Black ana hivi ana nani, Black ana nani. Sio kweli, huo ni uongo tu, na ni maneno watu wanazungumza, au ni maneno hata kutangaza. Kwa usisikilize, nakupenda na watoto sawa. Kwa hiyo Black wenda kunifanyia mimi hivi. Unajua neno mangapi ameleta kwa kosa nimekataa kwa ajili yako Black. Na mpaka dazi wangu nimeambia kwa nakupenda wewe. Kwani mimi nimekosea nini Black? Alafu naye malaya. Sawa. Mungu atalipa hili. Black. Kwanza niache. Hivi Black ni macho yangu au naota? Kumbe ni Mungu kiasi hiki. Sijategemea kabisa, na hisi kama ndoto. Wewe mdogo kuniambia hapa sasa hivi kama mimi ni mwanamke wa ndoto zako. Wewe ni nani alotaka hapa? Ni dada yako? Black. Kumbe ni muongo eh? Kwani nimeamini nyote wanaume wote ni waongo. Na tena nikwambia tu kitu kimoja usichokijua. Kuanzia leo mimi na wewe basi ya mahusiano yanaishia hapa hapa. Na usijue chochote kuhusu mimi. Yaani koko fanya kama vile nimekufa. Mtaalamu. Wow. Unapotuona hapa sisi ni familia. Wow. Pia unaona huu ni mgomba lakini sio mgomba. Wow. Ni wifi yangu Busaina. Wow. Hivyo basi mtaalamu, tumekuja hapa utuangalizie. Wow. Ili tuweze kujua shida ni nini. Poleni sana wajukuu zangu. Tena sana poleni. Wewe wanangwaji wangu, nipati ile upinga wangu. Hebu huyo nyie mnayesema bomba, hebu muwekeni hapa nione. Poleni sana. Poleni sana wajukuu zangu kwa hali mlioimbata. Lakini nyinyi mnanona kwamba hili bomba, hili sio bomba, huyu ni mwanadamu. Na hili jambo mbona haliko mbali na familia zenu? Na mimi niko tayari kuwasaidi na walimwengu. Lakini siku ya leo mizimu ya kwangu haibezi kufanya marukazi. Hebu ngoja nione kweli. Mwae mama mzazi wa huyu mtoto. Ndiye wewe.
Anekufata mara ngapi kukwambia maneno huyu mtoto wako kutokeana na hii ng'ari kwenye familia yenu? Aliniambia kwamba bibi yake ndo anahusika. Mbona ulikalila makini? Kwa tirebe gani? Ulikuwa unadharau. Unamuona kwamba akili zake ndio za mtoto. Mpaka huyu mtoto anaweza kumfuatilia dada yake huyu akimwambia kwamba kuna shida kwenye familia yetu, na yule Mbusaina aliyekuwa kwamba amepotea umekutwa Mbomba, mbona Mbusaina yupo aliafa? Kweli sio kweli jukuru wangu? Wewe kama mama mzazi unataka kila nikufanye nisiende gani? Na kabla hujanambia kitu za kwanza ungende kaboma yako ukalile na watoto wako mshauriane kwanza. Uketa shauriana ndio mkuje tena hapa. Lakini ninalowaambia isifike wiki 2 hata siku 3 muwe msharete jibu hapa, kwa sababu mkikao ya kuleta jibu ndio huyu mtoto na ili naloliona Bomba pia mtalingosa. Au unasemaje mwana maji wangu? Kuna mazungumzo kwako wewe kijana? Bana mtaalamu, hivyo tusaidie kudada. Kuna mazungumzo kwako wewe Chambuya? Hapana. Kuna mazungumzo kwako wewe Chambuya mama njaji? Mimi yangu ni Bisai na mwanangu. Naomba nisaidie mjangu. Shawa, nitakusaidia kwa ubezo wake Mungu aliyonijalia. Nitapambana na mimi nikiamua kukusaidia kweli. Na marukaji yangu mimi singobesi. Ila tu utambue kwenye familia wako litatokea jambo kuma na wataajirika watu. Utakubaliana ngayo? Utakubaliana nayo babu, bora tu nipate mwanangu Bisai. Ukutangwana. Sasa wewe leo ugende ukashauriane na watoto wako, mubange mpangue, alafu mtaleta njibu. Ila mtanitumira huyu bwana maji wangu agende porini kwenda kuchukura dawa za kuja kumwagua mtoto wenu. Sasa wewe mwana maji wangu unisikirame uzuri. Sawa? Ndio. Siku utakayogenda kule porini kuchukuira mandawa za yule mbonyo, ndio utachukua hichi kibuyu, utakwenda nacho kufunga shingoni. Sawa? Utaondoka na huu shinga, utakwenda nao. Utatafuta na ungo mbodo. Sawa? Dawa unayochuma tia kwenye ungo. Kesha tia kwenye ungo. Nitaidi usije ukabeuka nyuma. Ufanyaje? Ukinimanya nzuri ngikuni wangu, wachawi watakuja kukula nyama, wewe usiwe mkubwa napo. Unisikirame nzuri, utakuja kumpa shida fundi wako kuja na wewe kukutoa huko ulikowekwa. Ule mchezo tunaocheza pale kuwasaidia wale wana maji. Nimewaita hapa ni kikao cha pili. Mzee ovyo pekee kashapitiwa na usingizi wake fofo. Sasa Bi Aziza, tumekuita hapa tukupe pongezi kwa kumbadilisha mjukuu wako kuwa mgomba. Sasa Bi Aziza, nadhani wewe mjukuu wako tukishambadilisha atakuwa kashapata funzo na atakubali kufa.
Mkuu apewe pongezi kubwa Bi Aziza kwa kumgeuza mjukuu wake mgomba. Au mnasemaje wanachaona? Toba, nitakuwa mtu mie? Lakini nimepokea mkuu. Nashukuru kwa pongezi zenu. Mkuu, nazidi kuongeza kwa Bi Aziza. Bibi Aziza kafanya jambo zuri sana kumgeuza mjukuu wake kuwa mgomba. Hata mimi nimependa sana, kwa sababu yule mtoto alikuwa jeuri sana. Kwa hiyo mkuu, mimi ni kama chawa, litakalotokea lolote kule kijijini, kila pembe nitakuja nalo hapa Kilingeni. Halafu mkuu, nimefurahi sana kugeuza mgomba yule mtoto. Nimefurahi sana. Atakapokuwa mzima, naamini wetu ataupokea. Alafu na wewe Makomi, hapa tupo kazini. Kwa hayo mapishi yako sawa, nitapunguza. Dunia haina huruma, watu wamekosa. Bora shogangu nimekuona. Maana nilikuwa kaba. Ulikuwa unaenda wapi? Nilikuwa naelekea kwenye mchezo wangu. Shogangu na jambo linanipatia. Jambo lazima nikwambie kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Jambo gani tena? Msena changu anaumwa. Cha anaumwa hapa. Na ninapokuambia anageuka kuwa mgomba. Mgomba? Na hisi wanaongea kati. Hapo unavoniona naenda huko nikajia ya halisi na kuendelea. Maana tumempeleka hadi kwa wataalamu na kuna dawa anatumia. Umenielewa? Lakini hali yake bado shoga yangu, yaani mpaka sielewi. Haleni sana. Hapa tuongozana wote. Ila shoga yangu kuna sehemu na wapi. Nikirudi huko, nisi nitakuja kumuona Bisaini. Basi poa. Jana nilipokuwa kijijini nilikuwa napiga kelele, lakini ghafla mama Ubina huyu jasho linamtoka, anamuulizia mwanao Ubina. Ila kwa akili zangu timamu nikajua huko alipotoka itakuwa si salama. Basi nikamwelekeza alipo Ubina, na narudi nipo njiani nikakuta wadada kama wawili wanaongea kuhusu Bisaini anaumwa kweli, na isitoshe wanasema kwamba bibi yake amegeuza mgomba. Mume wangu, nataka kuniambia Bisaini amegeuzwa kuwa mgomba? Sasa mume wangu, kwa sababu mimi na Mabusaina hatuko mbali sana na saizi bado saa 1. Naweza nikaenda tu nikamjulia hali hapo fasta. Ila usichelewe tu. Sawa? Dada, manake mimi ndio wakati naenda kula kuchota maji, nilikutana na watu wakiwa wanaongea kuhusu mama yake Bisaina. Nilivorudi nilitamani nije kukuambia lakini nilijisahau. Hai mdogo wangu. Haya, basi tukamjulie hali zetu. Twende. Haya. Mimi mtanikuta hapa. Haya, mke mlango wa nyuma. Haya. Pole sana. Asante sana shoga yangu. Kwa sasa Bisaina ni mgomba. Nashukuru sana kwa mitihani iliyonikuta katika kijiji hiki. Ila nakushukuru sana jirani yangu kwa kuja usiku huu kuja kujua hali yangu na mimi na Bisaina inaendelea.
Pole sana. Asante. Vipi lakini baba Chanja anakubalia sasa hivi siku? Nimemwacha nyumbani nikaa zake pale. Ameniambia niwahi kurudi. Kwa nimeona sinije hapa chap na mdogo wangu hapa. Sawa, ndugu yangu, Mungu awabariki sana. Asante sana binti yangu. Mungu awabariki sana. Shoga yangu, usiache kurudi.